Leo chapa ilale na waletea mzigo wa mapenzi. Huu mzigo bwana utakufundisha wewe kuheshimu mapenzi yako. Ukiteleza kidogo tu imekula kwako, kwa sababu kuna watu wanakutazama tu. Ukikosea wambebe huyu ambaye unaye. Kwa hiyo muheshimu sana. Mzigo unaanza, tunakutana na kapo inayopendana sana. Hii kapo bwana hawafichi mambo yao, wanafanya hadharani. Wenyewe wanasema mambo ni kwa ushahidi, hawajifichi, wanapendana sana. Huyu mshikaji anaitwa Izoma na msichana wake anaitwa Ifeoma. Wanafanya kazi sehemu tofauti. Msichana anafanya kazi dukani, lakini mshikaji anafanya kazi kwa bosi wake kichefchef kinoma, ni mtoto wa kike. Asubuhi wanapoamka wanasaidiana kufanya kazi. Baada ya hapo wanaelekea zao kazini. Breakfast yao wenyewe wanakulia njiani na wanalishana bila uoga. Wanapendana sana. Sasa mchizi anampenda sana mpenzi wake. Anahakikisha mpaka amtafutie siti kwenye gari ndo yeye aende kazini kwake. Kwa hiyo atagombania gari kama vile gari za Mbagara, then akishapata siti anashuka, msichana wake anapanda na mwaga, ndo mchizi anaelekea kibaruani kwake. Sasa mchizi ni anafanya kazi za ndani, ni houseboy, lakini bosi wake ni kichefchef kinoma. Yaani ni mtu mwenye hasira muda wote. Mchizi amechelewa, baada ya kufika akamwambia, vipi umekuja kazini saa hizi? Anambia, samani bosi kwa kuchelewa. Anambia, wakati mwingine ukichelewa hakikisha usije hapa, peleka hizo mbaliga zako sehemu nyingine. Mshikaji akasema sawa, lakini kwa sababu mchizi alikuwa amechanganyikiwa akamwambia, sasa nataka nikuletee chai, nikuletee ya moto au ya baridi? Bosi wake akamtazama, yani chai ya moto au ya baridi? Mchizi akaona na yakanyaga hapa, huyu akaondoka zake kuandaa chai. Kifupi mshikaji anamuogopa sana bosi wake kwa sababu ni mtata sana, yani ni mkali, anaogopesha. Sasa huyu dada anaitwa Ogechi. Yeye ni mwanasheria na amebobea kwenye masuala ya taraka, yani ni Queen of Divorce. Mwenyewe amejipa hilo jina, na sababu ya kujipa hilo jina kwa sababu ameshinda kesi 32, hajawahi kushindwa na ni maarufu kwenye hilo swala. Kwa hiyo mwenyewe akawa ofisini anajipa hongera. Kwa bahati mbaya upande wa pili kwenye familia yake wana biashara kubwa sana, kampuni yao ni kubwa, lakini kwa bahati mbaya babake ni mgonjwa. Akawa anataka kumtafuta mtu ambaye anaweza akamrahisisha kwenye kiti cha kuendelesha hiyo kampuni. Sasa kuna mchizi mmoja ni kimbelembele kinoma na anaonesha kabisa anaitaka hiyo nafasi. Bi mkubwa hiyo hali haipendi. Kuna siku moja mchizi baada ya kufika nyumbani akawa anaelezea kuitaka ile nafasi. Baba mtu akamwambia, najua unaitaka sana hii nafasi, lakini hii kampuni mimi kwangu ni zaidi ya kampuni. Hii ni legacy yangu mimi niloitengeneza. Kwa hiyo nataka mtu ambaye yuko trusted sana, sio tu mtu ambaye anaweza kuiongoza. Mchizi akasema mimi naweza. Akamwambia sawa, tutaona. Bi mkubwa akayasikiliza yale maneno na vile vile akajua mchizi anataka kuchukua ile nafasi na yeye hataki. Ikabidi ampigie mwanae Ogechi ambaye ni mwanasheria. Akamwambia, mwanangu, inabidi tu urudi nyumbani kwa sababu baba yako anataka kumpa mtu mwingine ambaye ananyemelea hii nafasi. Njoo nyumbani na mpenzi wako, babako aone kwamba uko tayari wewe kuchukua hii kampuni ili akupatie kampuni, kwa sababu kaka yako haeleweki. Kifupi wao wamezaliwa wawili, ana kakake mmoja mtu anasa sana na yeye ambaye ni mwanasheria, lakini kwa bahati mbaya hayupo special kabisa kwa kuendesha kampuni. Kwa baba mtu ni kama amini watoto zake, anataka kumpa mtu mwingine kampuni. Dada ikamuumiza sana kichwa, ni nini atafanya ili baba yake ampe kuendesha hiyo kampuni. Sasa Ogechi ikabidi amwite rafiki yake mmoja anaitwa Gloria, akamwambia tatizo lake. Rafiki yake akamwambia, sikiliza, hiyo mbona sio shida, kama unahitaji kupata mchumba, hebu ita dates, tafuta mchumba mtandaoni then muonane, angalia mtu anayekufaa, mpeleke kwa wazazi. Msichana akasema yes, hiyo idea nzuri. Kweli bwana, akatafuta mchumba wa kwanza mtandaoni, wakakutana kwenye date. Sasa huyo mchumba wa kwanza anavisanga kishenzi, yani ni Dully Sax, Mr. Misifa. Alipofika pale kwanza akaanza kuongea, unajua wiki iliyopita nimepoteza dili kama la bilioni 1 hivi, lakini nitajua namna gani ya kusolve. Msichana akamchula, akaona huyu sio mambo yangu, babangu mtu mwenye akili sana, huyu hatomkubali. Ikabidi amuite mtu mwingine. Mtu wa pili pia baada ya kuitwa ni mchizi ambaye anaaibu hata kuongea. Kwa bahati mbaya zaidi akaongea jambo ambalo kama msichana akulipenda. Akamwambiaje, sikiliza, najua wewe ni Queen of Divorce, unaachisha watu. Mimi sitaki kuingia kwenye matatizo na mtu ambaye yeye matatizo yake hasa anayamaliza kwenye masuala ya taraka. Mimi nitakushinda kweli, hata baadaye ukitaka taraka sitaki hayo matatizo. Alafu mchizi anaaibu hata kuongea, kitu ambacho Ogechi hakukipenda. Sasa huyu watatu ndo kifuruge kabisa, yani ni Dully Sax, Mr. Misifa. Kwanza anafika mchizi anakuambia ile eneo kama mbona kama linanukanuka hivi, wakati mwingine ukihitaji kuwa na date na mimi nitafutie same classic. Yani ni mshikaji ambaye ana maneno mengi kishenzi. Kama uelewi mtu mwenye sifa, basi sikiliza hiki kipande cha Emedi PhD, utaelewa naye mzungumzia huyu watatu alikuwa na misifa kwa kiasi gani. Msikilize PhD Emedi.
Mtoto akaniambia, bwana mimi nakuona wewe Mwarabu mzembe, naona nitapoteza muda wangu, nitajichosha, nitatoka kwetu nitakuja mpaka ulipo, alafu sidhani kama unaweza kuhimili huu mzigo kwa sababu umekaa sana kizembe. Nikasema wewe mtoto ameamua kumtukana mamba kabla hajavuka mto. Nikasema so kesi, mimi nikawa mnyonge, nikamwambia basi poa, utakapojisikia kuonana na mimi utaniambia. Bwana, siku moja sina hili wala lile, majira saa 9 usiku ile mtoto akanipigia simu, mimi nimelala Mnyamwezi. Bwana vipi? Anambia bwana, papi uko wapi? Nikamwambia mimi nipo ghetto, unasemaje? Akanambia nataka nikuone. Bwana ghafla hivi, are you okay? Akanambia mimi niko sawa, kwa sababu mimi napenda sana kujali kwanza usalama wa mtoto wa kike. Kwa mtoto wa kike yote ambaye ananipigia simu usiku kwangu anakuwa anapewa nafasi kubwa sana. Big up sana kwenu kina dada aga. So yule mtoto bwana akaniita. Kuniita nikasema huyu leo ameamua kunitunuku au amekuja kunichora. Kweli bwana, ndugu yenu, siku ile ilikuwa ni siku yangu. Nikapewa mzigo. Kupewa mzigo, piga sana show. Piga sana. Sasa katikati nikashangaa mtoto kanistopisha, stop. Nikamuuliza, vipi mama, unaumia? Na kuumiza? Akaniambia hapana, naomba pochi yangu. Basi Mnyamwezi nikainuka pale, vyombo vinacheza kiinti, nikachukua pochi kampelekea bebe. Vipi kwani? Nikajua labda nataka toe dawa za maumivu, pain killers nini. Bebe kachomoa dola, rafiki yangu ikaanza kunitunza. Mwarabu unajua? Kasema Sasa umeona hayo maneno ambayo alikuwa anaongea Emedi PhD. Huyu mchizi alikuwa anaongea zaidi ya haya. Kwa hiyo sasa msichana akawa amesema sitaki kabisa kuhusiana na mchumba wa mtandaoni. Ni namna gani nitapata mchumba mwingine ambaye baba atamuelewa? Msichana akawa anaumiza kichwa. Baadaye baada ya kufika nyumbani, ikabidi ampigie rafiki yake. Akamwambia bwana sikiliza, watu wote ambao nimeenda kukutana nao ni vichefuchefu. Sijajua ni namna gani nitasolve tatizo langu. Rafiki yake akamwambia, si ungewachukua tu hivyo ili ukamaliza tatizo lako? Akamwambia sasa shida ni kwamba mimi nataka mtu ambaye naweza nikamcontrol. Rafiki yake akamwambia vipi tukimkodisha mtu? Tutampata wapi? Kabla hajamalizia kujibu vizuri, mara akapita mfanyakazi wake. Akamtazama akaona huyu anamfaa. Akamwambia mimi nishampata mtu, subiri. Akamuita yule mfanyakazi wake. Kweli bwana, baada ya kufika pale kwanza akawa anamchungulia chini, kampandisha kamshusha, afa akamuuliza una miaka mingapi? Mshikaji akasema na miaka 34. Akasema kumbe ni mkubwa. Hivi kama haufanyi kazi hapa kwangu, ukiwa nyumbani unafanya issue gani nyingine? Anambia nipo tu, nimekaa nyumbani. Sema sasa mimi nataka nikupe kazi ya kukuingizia hela nyingine, unasemaje? Mshikaji akasema ni sawa. Akamwambia nataka unipeleke nyumbani kwa baba yangu Badon, tusindikizane mimi na wewe. Mshikaji akasema kwa nini hivyo tu? Ni hivyo na nitakulipa 500,000 lakini uwe kama mpenzi wangu. Mshikaji yeye ikamchapa hiyo, kama mpenzi wako kivipi? Akamwambia uigize kwa mwezi mmoja kama vile we ni mpenzi wangu. Mshikaji akawaza, akawa anasema 500,000 mwezi mmoja kuwa mchumba wake. Bosi akamwambia sikiliza, usinipigie hapa kelele, nenda kawaze, then ukishapata jibu uniambie. Mshikaji kule akawa anapandisha afu haelewi. Anawaza kiasi cha pesa, anawaza bosi alichomwambia, anawaza vitu kibao, akawa anamtazama bosi wake. Bosi wake naye baadaye akawa mchungulia, anamuona mchizi anamtazama, mchizi kamuogopa bosi, haraka akapandisha zake juu. Kifupi anamuogopa sana bosi wake. Sasa mshikaji ili mchapa sana na anampenda sana mpenzi wake. Ikabidi baada kutoka ofisini apitie kwa mpenzi wake ili akamsimulie bosi wake alichomwambia. Baada kufika kwa mpenzi na kumwambia, cha ajabu mpenzi baada ya kusikia 500,000 ambacho kwa kibongobongo ni kama 800,000 hivi, kama amechanganyikiwa. Akamwambia sasa ni nini unakuja kuniambia mimi, hilo swala litakiwa ushalimaliza. Mchizi akamwambia mbona unachukulia vitu rahisi? Yaani mimi niuze utu wangu kwa ajili tu hiyo ya 800,000? Msichana akamwambia ningekuwa mimi, yaani nilivyoambiwa nilikuwa sina haja hata kujiuliza, ningekuwa nishauza kabisa. Mshikaji akamwona kweli mpenzi wangu haeleweki. Mchizi akakataa, msichana akawa anamwambia akubali hiyo ofa. Baadaye baada msichana kurudi nyumbani, mchizi anarudi naye nyumbani, akajifanya kama vile amenuna, anamlazimisha mpenzi wake akaichukua ile deal. Mshikaji akamwambia mimi siwezi bwana kuchukua hiyo deal. Baada ya hapo jambo likaisha hiyo siku. Mchumba wake hakuridhika kabisa. Alikuwa anataka mshikaji akaichukua ile deal ya kupretend ni mchumba wa bosi wake kwa mwezi mmoja kule kwa wazazi wake. Kipindi mchizi anakataa ofa ya bosi wake, huku upande wa pili mambo yanazidi kuharibika. Mshikaji anazidi kujileta tu kwa bosi na kujileta tu kujifanyia ni mfanyakazi bora. Bi mkubwa akaiona hii. Leo akasema namtolea uvivu, naenda kumchamba pale pale. Akafika akamwambia sikiliza nikwambie, wewe huwezi kuchukua hii nafasi kwa sababu mimi na watoto zangu.
Mshikaji akamwambia, watoto? Wewe una watoto gani? Mtoto wako mmoja anapenda starehe tu, na mtoto wako mwingine anahangaika tu uko na taraka, ajui hata maisha yake yanaendaje. Nani atapewa kampuni? Kampuni hawezi kumpa mtu mpumbavu kama huyo. Bimkubwa akawa amepishana maneno yeye na mchizi ambaye kwa sasa anaisimamia kampuni. Bimkubwa maneno akawa amepenya pale pale, akachukua simu akamtwangia mwanae. Wakati anampigia mtoto wake, naye alikuwa anashuka kutoka juu kuja chini, akaipokea simu, akasikia bimkubwa anamwambia, sikiliza, fanya juu chini, siku mbili hizi uje huko nyumbani, mambo sio mazuri kabisa. Kweli bwana, msichana akashuka chini pale, akamcheki mfanyakazi wake, akamwambia, vipi kuhusiana na ile ofa yangu? Mshikaji akamwambia, bosi, siwezi kuchukua ofa yako. Msichana akapaniki pale, bosi akasema, ni nini wewe, utakufa maskini, unakataje pesa kwa ajili ya kwenda kwa mwezi mmoja, tena una pretend kuwa mchumba wangu, sio kwamba ni kweli. Mchizi akamwambia, sikiliza, mimi siwezi kwa sababu nina mpenzi wangu, nina mahusiano. Msichana akamwambia, sikiliza sasa, kama hutaki kuchukua hiyo ofa yangu, nikirudi nyumbani hapa nisikukute, kazi nimekufukuza. Mchizi anaipenda sana kazi yake licha ya kumuita bosi wake. Bosi akachimba, mchizi kapoteza kazi kwa kukataa kupretend kuwa mchumba wa bosi. Kweli Ozioma akarudi nyumbani kiunyonge. Mpenzi wake wakati huo alikuwa nyumbani, akampokea, vipi, mbona umerudi nyumbani mapema na mnyonge? Kaambia, nimefukuzwa kazi. Umefukuzwa kazi? Kaambia, bosi amenifukuza kazi sababu nimekataa kile ambacho alikuwa anahitaji. Amekufukuza kwa sababu umesema tu hautaki? Kaambia, tena alikuwa amejumlisha hadi kiasi kingine, akaniambia kama ni kidogo niongeze, lakini mimi nikakataa. Nikamwambia siwezi kuuza utu wangu kwa ajili tu ya yeye kunipa hizo pesa zake. Msichana akawa anamwangalia mpenzi wake, anaona hili dudu zembe vipi hili. Ambia, wewe, ningekuwa ni mimi, kama ndo kuuza utu ni huko, mimi ningekuwa ni kitambo tu nishauza. Wewe ni vipi unakataa? Kuna mambo kibao tunahitaji kuipata hiyo pesa ili kumaliza matatizo yetu. Kubali. Mchizi akamwambia, siwezi, mimi siwezi kukubali. Mchizi akawa kama vile amemind. Mara wakasikia mlango unagongwa, ikabidi msichana aende akafungue mlango. Ili anafungua tu mlango, akakutana uso kwa uso na bosi wa mchumba wake. Bosi akajitambulisha, mimi ni bosi wa Ozoma. Mpenda pesa naye akajitambulisha pale, mimi ni mchumba wake. Bosi akasema, nimekuja bwana kuongea na wewe kwa sababu kuna issue, nimeshindwa kuelewana na mpenzi wako kwa sababu amesema ana mpenzi, ndio maana hawezi kufanya hiyo kazi yangu. Msichana akamwambia, basi hakuna shida, karibu ndani. Akamkaribisha ndani. Mshikaji baada ya kumuona bosi wake, ikabidi amuulize, umefuata nini hapa? Akamwambia, naongea na mtu wako. Kweli bwana? Msichana akamwambia, nakusikiliza. Akamwambia, bwana, mimi nataka mpenzi wako aende kuigiza kama mpenzi wangu kwa mwezi mmoja. Nitampa ofa ya milioni 5 ambayo kibongobongo kama milioni 8. Msichana akamwambia, sikiliza, fanya milioni 10. Mchizi akawa anashangaa, vipi, mbona kama unaniuza vile, una bageni kwa ajili yangu? Msichana akamaliza biashara, akamwambia, milioni 10 bwana ni nyingi sana, punguza. Msichana akamwambia, kama unaitaka toa milioni 10, kama hutaki basi endelea na mambo mengine kwa sababu unanunua thamani ya mpenzi wangu. Bosi akasema, sawa, umebageni vizuri sana, unaijua biashara. Kesho lawyer yangu atakuja kusaini huo mkataba. Deal done, deal done. Tena msichana ambaye ni kama gigimane mpenda mahela, anajua kudiskasi vizuri kabisa kuhusiana na biashara. Yaani akamwambia, kwenye hiyo milioni 10 unatoa kwanza milioni 5, alafu baadaye baada ya kazi kuisha unamalizia milioni 5. Kifupi ni kama milioni 17 hivi. Kwa hiyo anatoa kwanza nusu ile pesa, alafu baadaye anamalizia nyingine. Ni noma sana, anamuuza mpenzi wake kwa ajili ya milioni 17. Vipi wewe mdada wangu hapa wa Tanzania Bongoland, unaweza ukamuuza mpenzi wako kwa kiasi gani? Na sisi wa Bongo tulivyokuwa vivurugi wanaume sisi, mbona na 5000 tunauzwa? Kama mimi naweza nikauzwa hata na jelo. Ni noma. Basi bwana, mkataba rasmi kabisa ulianza. Wakafunga safari moja kwa moja kuelekea mji wa Badon kwa wazazi wa Ogechi. Baada ya kufika walipokelewa kwa furaha sana. Mchizi anashangaa tu, nyumba wamempokea vizuri, anashangaa naona watu hao ni matajiri kweli kweli. Wakatulia zao, baadaye wakakutana kwenye meza ya chakula. Baada ya kukutana, mzee akamuuliza, hivi unajishughulisha na jambo gani? Msichana akampiga jicho, akaona wewe asije akayavuruga huyo. Kumbe mchizi bwana anajielewa kishenzi, ni msomi. Akamwambia, baba, mimi nafanya kazi kama cooperative management, ni mtu ambaye nasimamia mauzo, ukuaji, lakini pia na mipango ya kampuni, ndio nimebobea kwenye hivyo vitu. Akaelezea maneno mazuri sana. Msichana yeye mwenyewe hakuamini kile ambacho pale kimeelezewa. Yeye anajua ni mfanyakazi wa ndani, lakini mchizi anaelezea vitu kisomi kabisa. Alikuwa very surprised, hakutegemea hilo jambo.
Kwa hapo mchizi alikula pointi za kutosha sana. Kingine sasa ambacho kimempa pointi zaidi, mfanyakazi wakati anapeleka mayonnaise akawa anapeleka kwa Ogechi. Cha ajabu mshikaji akazuia, huyo simwekee mayonnaise. Kumbuka ni mfanyakazi wake, kwa hiyo anajua ni nini bosi wake anatumia na wakati gani hapendi kutumia kitu gani. Wakamuuliza, "Kwa nini sasa hivi hatumii mayonnaise?" Akasema, "Mpenzi wangu ana matatizo kidogo ya pressure na hii tulishauriwa kwamba tupunguze ili pressure yake ikae sawa. Kwa hiyo namtazamia sana kwenye hali yake hivi asije akatumia hivi vitu pressure ikawa shida kushuka." Hiyo ndo sababu. Mzee alifurahi sana. Akamwambia, "Mwanangu, nimefurahi sana kuwa na mtu ambaye anakutazama hadi kwenye hali yako ya kiafya. Ni mwanamume mzuri sana. Nimemkubali." Mshikaji alikula pointi zote 3. Yaani hapo alizikomba. Sasa baadaye kwenye kulala ilibidi wa share room moja, so wanaigiza kama ni wapenzi lakini wazazi hawaelewi. Sasa baadaye Ogechi anaingia chumbani kwake, anamkuta mchizi amelala kwenye kitanda. Kumbuka ni mkali, akafika pale akamrushia lile shuka. Alafu akamwambia, "Vipi? Yaani unategemea mimi na yeye tukashare kitanda kimoja? Hebu shuka hapo." Akamshusha mchizi. Mchizi kweli akachukua shuka, ni bosi wake, akalala zake chini. Wakati ile analala tu chini, mara mlango kama vile unagongwa, kuna mtu anaingia. Hapa sio mwisho wa movie hii. Soon tunaposti sehemu inayofuata.